Waswahili hawakukosea waliposema kwamba uchungu wa mwana aujuae ni mzazi. Mama huyu mzazi anazidi kuomboleza. Wingu la simanzi limeweza kugubika familia yake na kumwacha awe akiwazua, kichwa kikimzonga asijue ni nini ataweza kukifanya na ni wapi ataweza kuanzia, manake huzuni na simanzi imeweza kutanda moyoni mwake na pia kwenye akili yake baada tu ya kuweza kumpoteza mwanawe ambaye aliweza kuiaga dunia. Namzungumzia mamake Karangu Mraya ambaye ameweza tena kumpoteza mwanawe aliyefahamika kama Kagema Joshua Mraya, ambaye amekuwa akiugua na alikuwa kule hospitalini alikokuwa akiweza kupata matibabu. Na taswira ambayo imeweza kugubika familia hii, taswira ambayo tunaiona pale kwenye familia hii, si taswira ambayo ni nzuri sana, kwani ni hali ya kutamausha, ni hali ya kuweza kudondosha mtu machozi aweze kububujikwa na machozi kutokana na huzuni ambao umejikita katika familia ya mama huyu. Na wengi wameweza kuuliza maswali wakisema kwa nini mama huyu mzazi aweze kupitia hiki ambacho anaweza kupitia. Na basi iwapo ni mara yako tu ya kwanza kujiunga nami kwenye akaunti ya Director Dasi, hakikisha tu kwamba unaweza kusubscribe na kuring kengele to turn on notification, ili ndiposa napoachilia kazi sawia na hizi kama hizi na zingine zaidi unakuwa wa kwanza kuweza kuzipata. Na kweli uchungu wa mwana aujuae ni mzazi. Kile ambacho mamake Karangu Mraya anaweza kupitia kwa sasa ni jambo ambalo huwezi taka mzazi yeyote aweze kupitia, ni hali ambayo huwezi taka mzazi yeyote aweze kupitia. Mama huyu atakuwa anamzika mwanawe ambaye ni Kagema Joshua Mraya, licha tu ya kuweza pia kumpoteza mwanawe mwingine kwa chini ya takriban miezi 4. Na ikawezekanaje akaweza kuwapoteza wanawe wawili kwa chini ya miezi 4? Wengi husema kwamba ni vyema hata mzazi kuzika mwanawe, na ni jambo ama la huzuni sana kwa mtoto kwa mama ama mzazi yeyote kuweza kuzika wanawe ambao ndio walikuwa tu labda wanaanza kuangaza pale maishani, ndio walikuwa tu wanaanza kuchipuka na pia kuweza kunawiri maishani. Na sijui kile ambacho mama huyu anapitia kwa sasa, manake ninapojaribu kutafakari kilicho moyoni mwake, basi na hizi ugumu sana, na hizi uzito sana ambao anaweza kupitia, na pale kwenye familia yake tu ni kama kuna giza na hakuna mwangaza wowote, kwani msiba umeweza kuleta giza totoro na kuacha wakiwa vinywa wazi, kuacha wasiwe na furaha yoyote, na hata kuweza kuwaondolea tabasamu katika nyuso zao. Na tunaona kwamba Karangu Mraya aliweza kuandika pale kwenye Facebook page akiwa anaozidi tu kumkonsole mamake, akiwa anaomba tu Mungu na kuambia marafiki pia waweze kumkumbuka mamake, manake anazidi kupitia wakati mgumu. Kwa hivyo kupoteza watoto wawili kwa chini ya miezi 4 ni jambo ambalo si rahisi kwa mzazi yeyote na hata kwa familia yeyote. Na wengi wamezidi pia kutoa hisia zao pale kwenye mitandao ya kijamii wakiuliza kwani ni nini kimekuwa kikifanyika, shida iko wapi ndiposa mama huyu akawa anafanyikiwa na mambo kama haya, na mengine kama kifo cha Kagema ni kifo ambacho wengi hawakuweza kutarajia na kimeweza kuwashangaza watu wengi sana humu nchini wasijue ni nini ambacho kinaweza kuendelea. Na wacha tuweze kuangalia post ambayo Karangu Mraya aliweza kuchapisha pale kwenye Facebook page yake na niweze kuwaletea kile ambacho anaweza kusema. Na kwa hivyo Karangu Mraya alienda pale kwenye Facebook page yake siku ya leo na akaweza kuandika maneno yafuatayo: Dear mom, may Jehovah comfort you. I love you. Please pray for us friends. Na kwa hivyo ni maneno tu ambayo Karangu Mraya aliweza kuchapisha, na tunaona kwamba tu wakati pia ambapo alikuwa akitangaza kwamba kakake alikuwa ameiaga dunia, bado aliweza kujiuliza maswali akisema ni nini ambacho nitaweza kumwambia mamangu mzazi. Na kwa hivyo maneno hayo ambayo akijiuliza hivyo, si kwamba tu kuna kitu ambacho alipaswa kumwambia mamake, lakini ilikuwa ni uchungu, ulikuwa ni uzito ambao alikuwa akitafakari mamake ataweza kusema nini
nini ataweza kukibeba ndani ya roho yake, manake machungu haya yalionekana kuwa yamemzidi. Na basi watu tofauti wakuweza pia kwenda pale kwenye comment section na kuweza kutoa hisia zao pale na kuweza kuachilia comments zao pale, wakiweza kusimama na familia hii ya Demrayers. Na kuna huyu Wakarindi wa Ndithi anaweza kusema may God grant you peace that surpasses all human understanding. Alafu pia tunaona kwamba huyu msanii wa nyimbo za injili kutoka eneo la Akamba anayefahamika kama Steven Kasolo Kitole akaweza pia kucomment pale na kusema kwamba pole sana. Alafu tuko pia na Justina Syokau akasema pia may the Lord peace which surpasses all understanding guard your heart and mind. Alafu pia tuna mwingine huyu anaweza kusema kwamba I believe no words to console you at these moments, but may Almighty God grant you peace together with your family. May Joshua's soul rest in peace. Alafu pia kuna mwingine akaweza kusema ni Haritu hugs mama. Alafu kuna mwingine anasema kwamba may God grant her peace and strength. Poleni sana. Alafu pia kuna huyu ambaye anaweza kusema kwamba may the peace of God fill your hearts and mind in Christ Jesus. Alafu pia mwingine anasema I'm from listening to the audio and may God judge you right. Sijui anaweza kuzungumzia audio ipi. Wacha tu tuweze kufungua hapo replies tuweze kuona ni audio ipi anaweza kuzungumzia. Kuna huyu anasema kwamba Aki hakuhurumia mama yake, woi amepeleka Kagema wapi juu ya Njeri. Alafu kuna mwingine anasema nowadays water is thicker than blood. Kuna mwingine akasema me too, we ni mbaya. Mwingine anasema wa ziko hapo zimefuatana hivyo. Mwingine me too woi. Mwingine anasema may he never get peace. Sasa hapa ni nani anaweza kuzungumziwa? Na ina maana kwamba nitaweza kufanya uchunguzi wangu na niweze kuwaletea habari kuhusiana na yule ambaye anaweza kuzungumziwa. Kuna yule ambaye anasema kwamba who is here after listening to the audio. Na swali ambalo nauliza ni audio ipi ambayo mnaweza kuzungumzia guys? Ni audio ipi ambayo mnaweza kuzungumzia? Na wacha tuone haya. Huyu anasema nini? Tunaona Lucy Ndungu anasema kwamba but that audio guy. Alafu mwingine anasema kwamba Mungu amjalie huyu mama faraja ya moyo. Alafu mwingine anasema sorry ma. Mwingine anasema may the good Lord comfort the heart of this woman. But Mr. Karangu, you should take back your words back. Maybe uliyasema juu ya pressure ya watu huku social media, or maybe you said it out of knowledge. Hapa ina maana kwamba kuna mambo mengi na nitakuwa tunaweza kueleza. Mwingine anasema kimbieni kwa Sukura ama Baumbach. Alafu mwingine anasema kwani alisema nini? Aya, huyu Joyce Njeri anasema alisema aje tuambie mama. Mwingine anauliza what did he say? Mwingine anasema Jane Mwambo what did he say? Watu wanaulizia ni nini ambacho aliweza kusema. Na kuna huyu anasema only God can give her peace, we pray. Mwingine anasema Lord comfort Mraya family, it's too much to handle. Na kwa hivyo ni baadhi tu ya comments ambazo zimezidi kutolewa pale kwenye post ya Karangu Mraya, na alikuwa tu anaweza kuambia marafiki waweze kumweka kwa maombi na waweze kumbuka mama yake mzazi. Na je, sijui maoni yako ni yepi? Unaweza achilia pia maoni yako pale kwenye comment section, alafu nitakuwa naweza kupitia niweze kujua kile ambacho unaweza kukisema. In the meantime, kama hujasubscribe kwenye account hakikisha kwamba unaweza usubscribe. Nafahamika kama Director Dasi. Shukran.